Ni kutoka katika mfugaji wako mzoefu, naitwa Simoni Lameck Bwiko, ni mwalimu wa mafunzo ya ujasiriamali, lakini ni mfugaji wa kuku, bata na wanyama wengine ambao tunaendelea kuwafuga. Sasa leo tutakuwa katika kipindi na kanuni ya mambo ambayo hupasi kuyafanya we mfugaji. Ni mambo ambayo hupasi kuyafanya ili usipati hasara katika ufugaji wako. Jambo la kwanza, unaweza ukawa na unawapa chanjo kuku wako wote na unafuata zile taratibu tunazoziongea. Lakini kuku wako wakaugua, wakapata tatizo la ukosefu wa vitamini B. Sasa wanapopata ukosefu wa vitamini B, hata kama unawapa chanjo kiasi gani, kuku wako watakusumbua. Na ukosefu wa vitamini B ni kuku kukosa mboga za majani. Unaweza ukawa unawapa mchanganyo ule wote ambao tunaoongelea, lakini kuku wakakosa vitamini B. Na hii imeweza kuathiri watu wengi na wafugaji wengi. Sasa tunakusisitiza, pamoja na ile michanganyo yote ya chakula unachowapa, mboga za majani, kadri ambavyo wanapatikana katika eneo lako, ni muhimu sana kwa kuku. Wakikosa mboga za majani, kuku wanadhoofika. Na wakidhoofika, vifo angalau sio vingi, lakini kupoteza kuku mmoja baada ya siku 3, kuku nyingine mmoja baada ya siku 3, kuku mwingine mmoja baada ya siku 3 ni kitu cha kawaida. Kwa mboga za majani ni muhimu sana katika ufugaji wa kuku. Hii ni kosa ambalo hupasi kulifanya ndugu mfugaji wa kuku. Lakini kitu kingine, unaweza ukawapa chakula chote wakakosa vitamini. Ukosefu wa vitamini kwenye kuku unaua tena kuku. Kwa hiyo tunasisitiza, hakikisha kila baada ya miezi ile tunayoongea, na hasa vifaranga, lakini ukitoka vifaranga hata kuku wako wakubwa, unawapa vitamini. Vitamini ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha kuku, lakini inaongezea kinga mwilini. Hakikisha unawapa vitamini. Na vitamini ambayo tayari tunapenda watu wawape sana, kuna aminitoto inafanya kazi vizuri sana, na dawa hizi zingine za antibiotic ambazo zinasaidia kwenye vitamini. Lakini magonjwa mengine ambayo tunasisitiza, usifanye makosa kwa mfugaji kama tayari unafuga, usafi. Tumesisitiza kabisa kwamba unaweza ukawa unawapa tiba kila kitu, lakini hauzingatii usafi katika vyombo. Kama tayari vyombo vyako vile vinakuwa vina ukungu, ule unaweza kusababisha kuleta kuku ugonjwa wa typhoid. Na kuku akipata ugonjwa wa typhoid ni hasara kwa mfugaji, kwa sababu kila siku utakuwa unaua kuku. Sasa tuko katika kuhakikisha makosa ambayo hutakiwi kuyafanya ndugu mfugaji, na ukiyafanya hayo makosa yanakuja kuathiri kuku wako. Tunasisitiza kabisa kwamba ni vitu ambavyo ni vya kawaida, lakini ukivichukua vya kawaida unaweza kujikuta na ukauona huu ufugaji huu wa kuku haufai. Tumesisitiza kabisa kwamba vitamini, ukosefu wa vitamini B unasababisha kuleta vifo, lakini tumesema kabisa usafi wa vyombo vya kulishia unasababisha vifo. Lakini tumesema kabisa kwamba mazingira ya kuku waliopo, mafua yanaweza kusababisha tena vifo. Hata kama unawapa chanjo, kama tayari haya mazingira tumeyaongelea haujawa nao makini, inaweza ikawa chanzo cha vifo katika mfugaji. Hivyo tunahimiza, pamoja na zile chanjo tunazotoa,
ni makosa ambayo hupasi kuyafanya we mfugaji, ili usiweze kupata hasara. Na ukifata taratibu tunazokuambia, kuku wako siku zote watakuwa kama hawa tunawaona. Manake ni kuku ambao kimsingi tunajitahidi kufata taratibu ili tunazokuambia, kuhakikisha kabisa hatupate hasara. Sisi tunachokizingatia ni kinga kwanza, tiba baadaye. Kinga kwanza, tiba baadaye. Tumetoka kuwa watu wa kutibu, tumekuja kuwa watu wa kutoa kinga. Na kinga ndio haya ambayo tunayaongea. Ni makosa ambayo hupasi kuyafanya ndugu mfugaji katika shamba letu hili darasa. Tunaamini kama ukifata maelekezo haya tunayokupa, huwezi ukafuga kuku kwa hasara, bali utafuga kuku kwa faida. Na channel yetu hii ni ya kuwapa motisha wale ambao walikuwa wamekata tamaa ya ufugaji wa kuku, basi waendelee kuanza upya, kwa maana kuku analipa. Kuku ni ajira kama ajira nyingine ambazo tunaziongelea. Sasa haya ni makosa ambayo hupasi kuyafanya ndugu mfugaji, na ukiyafanya yatakuletea hasara katika eneo lako hili ambalo unalofuga. Naendelea kusisitiza kitabu chetu, kama hujapata kitabu hichi cha Umilionea Umejificha Ndani ya Ufugaji wa Kuku, please, kuna mambo mengi ya kuweza kukusaidia humu. Ukikipata kitabu hichi cha Umilionea Umejificha Ndani ya Ufugaji wa Kuku, kitakusaidia kukupa mwongozo na mbinu nyingi za kufanya ili uendekane na kufuga kwa hasara. Ni kutoka katika mfugaji lakini ni mwandishi wa vitabu, mkurugenzi wa kampuni ya Silada Company Limited. Asante kwa kusikiliza. Please, kama unaona kipindi hichi ni kizuri, tuma like kwa mtu mwingine ili tuweze kwenda naye pamoja. Asante. Mungu akubariki sana.